lakini vile vile una option ya kumprintia mteja risiti ambayo ipo katika mfumo wa A4 au ATMM ambayo pia mfanano wake ni ule ule kama wa ile ya kwanza, lakini kuna utofauti kidogo wa ukubwa. Hii inakuwa ni QR code kama ile, lakini sasa hii ni kwa pale unapompa mteja risiti yake. Je, baada ya hapa kwenye mfumo kitu gani ambacho kinafuata? Ukirudi tukirudi tena nyuma kwenye mfumo, tutakuta hii order yetu ambayo tumeitengeneza hapa tayari iko kwenye list, na utaona hapa imeandikwa kabisa jina la mteja na namba yake ya simu na ile risiti ambayo imetengenezwa baada ya kuweka order. Kwa hiyo utafungua mfumo utafungua hiyo order kama nilivyofungua hapo, na sasa hapa kuna maelekezo ambayo natakiwa kuwa nayo makini kidogo. Hii order ukiifungua wewe kama ndio mtu wa dry cleaner, ukiifungua hapa itakuonesha, kwanza itaanza na receipt, lakini pili itakuja jina la mteja, namba yake na imewekwa tarehe ngapi, muda gani. Alafu tatu itakuonesha order ipo na status gani. Ukiangalia hapo kuna status 4 ambazo zinaonekana. Kuna status ya kwanza ambayo imezungushwa duara ya blue kwa sasa, inaonyesha kwamba order imepokelewa. Alafu status ya pili ni imeandikwa cleaning, kwamba order ndio inashughulikiwa, nguo ndo zinasafishwa. Alafu order ya tatu status ya tatu inaonyesha hiyo order iko tayari. Alafu status ya 4 inaonyesha kwamba order tayari imeshakuwa delivered kwa mwenyewe. Kwa hiyo sasa wakati hii order inashughulikiwa, wewe ambaye unaishughulikia hii order ndo unatakiwa uweke status ya order. Kwa mfano hapa tayari umeshaipokea order, sasa ipo inasafishwa. Wewe utabonyeza hii maandishi ya blue ambayo yameandikwa start cleaning, na hii order moja kwa moja itakuwa updated kwenda kwenye cleaning. Kwa hiyo kwa huu mfumo, mteja kule kwenye ile QR code ambayo umempa ile receipt, yeye ana uwezo wa kuskani akajua kwamba order yake ambayo yeye ameweka sasa hivi imefika katika hatua gani. Kwa kila hatua ambayo wewe utaipitia lazima utamaki hapa ili update status ya order, hata mteja aone kwamba sasa hivi nguo yangu ambazo nimepeleka labda dry cleaner sehemu fulani ndio inasafishwa. Na baada ya hapo utasogeza order, kama tayari imeshasafishwa status itabadilika, itakuwa iko ready. Na ikiwa iko ready, hata mteja kule atajua, sababu atakuwa na uwezo wa kuona aidha akiscan, au pia mfumo pia unaweza ukampatia taarifa kwamba order yako iko tayari. Na baada ya kupokea taarifa, inawezekana ni baada hayo masaa 24 ambayo umempa, au baada ule muda ambao umempa kwamba order itakuwa iko tayari, yeye atakuja kufuata order yake. Kwa akishafuata order yake, na pia sio lazima afuate, kuna utaratibu wa delivery sasa hivi, tunafahamu biashara zinaendaje. Kwa hiyo endapo utafanya delivery kipindi umempa mtu wa delivery ampelekee, au kipindi mteja amefuata order yake, wewe utahamisha status ya order kwenda kwenye record pickup. Kwa ina maana kwenye status ya order itaonyesha kwamba iko delivered, na hata kwenye mfumo wako itakuonesha pia kwamba hii order ipo kwenye status gani. Tukirudi nyuma, utaona kwamba kwenye all orders kulikuwa na order hii ambayo ya kwanza ambayo ilikuwa ni ya good, ambayo ilishalipiwa, inaonesha hapa. Lakini pia kuna hii order ambayo tumeitengeneza ambayo ni ya Juma Omari, ambayo tayari iko paid. Je, ipo katika status gani? Kwenye received imeshaondoka, kuja kwenye cleaning hapa tayari imeshaondoka, kwenye ready
imeshaondoka. Order iko wapi? Ukiweka kwenye delivered unaikuta kwamba order imeshakuwa delivered. Kwa hiyo hivyo ndio namna ambavyo unatumia mfumo huu wa dry cleaner. Na kama kutakuwa na swali lolote cha ziada ambacho labda ulitaka kukisikia lakini hujakisikia, unaweza ukaweka comment kwenye chini ya video hii ili tuweze kukurejea na majibu ambayo yatakupatia fumbuzi wa swali lako. Karibu sana na nashukuru sana kwa muda wako.